Bwana asifiwe. Nataka tuende mara moja katika kitabu hicho cha Luka ukurasa wa 8 mstari wa 43 kwenda chini. Na mwanamke mmoja ambaye ametokwa na damu muda wa miaka 12 aliyekuwa amegharimiwa na mali zake zote kwa kuwapa waganga asipate kufanywa na mtu yeyote, alikwenda nyuma yake akangusa upindo wa vazi lake, na mara hiyo kutoka damu kwake kulikoma. Yesu akasema, ni nani anyenigusa? Basi watu wote walipokana, Petro alimwambia, Bwana mkubwa, mkutano haya wanakuzunguka na kusonga. Yesu akasema, mtu alinigusa, maana naona kuwa nguvu zimenitoka. Yule mwanamke alipoona ya kwamba hawezi kuzitirika, akaja akatetemeka, akaanguka mbele yake, akamwelekeza mbele ya watu wote sababu yake ya kumgusa na jinsi alivyoponywa mara. Akamwambia, binti, amani yako ikuponye, enenda zako na amani. Ndio maandiko hayo, ndio unaona kisa changu ni hii ni 43, na kisa changu ni enda zako na amani. Uende na amani ya Mungu. Huyo mwanamke alikuwa na imani ya juu sana. Ukiangalia vizuri, huyo mwanamke tukielezea, Biblia inatuambia ya kwamba alikwenda nyuma yake akangusa upindo wa vazi lake, na mara hiyo kutoka damu kwake kulikoma. Yaani akangusa uvindo wa nguo za Yesu. Hakutaka kitu kingine, kungusa tu. Na alipogusa, Biblia inatuambia alifanya nini? Aliponya, damu ikaacha kumwangika. Hiyo inatuonyesha nini? Imani yetu dogo inaweza kubadilisha mambo yote. Ni nini ninataka leo tujue ya kwamba si ati uwe na imani kubwa, lakini ile kidogo naye inakulinda, inaweza kukufatia kitu cha maana za juu sana. Imani yetu tukaguse roho ya Bwana, nguo za Bwana.